tuanze. Kwa kuanza, nitachukua kitambaa changu kama unavyoona, nitakikunja mara mbili. Nadhani unaona hapo, nikunja kitambaa changu mara mbili. Kama ambavyo unaona. Baada ya hapo nitakunja tena kitambaa mara mbili. Yes, kwa hiyo inamaanisha solo hii ninayoikata ni solo ya kutoboa. Mafundi wanaiita ya kutoboa, lakini wateja mara nyingi wanaiita flare. Ni kwamba wanataka imwage au ijae sana. Yes, yaani ni solo ambayo ina mzunguko ambao ni mkubwa. So nitakunja kitambaa changu mara mbili, then nitakunja tena mara mbili kama nilivyokuonyesha. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba nimekunja mara 4 kwa kutumia mapana ya urefu. Yes, nimekwambia leo nitatumia sehemu ambayo ina consume eneo kubwa sana. Na kwenye mizunguko ya solo sehemu ambayo ina consume eneo kubwa ni urefu. Kwa hiyo siku zote unapokunja kitambaa cha solo consider eneo la tumbo na urefu. Yes, ndio vipimo viwili. Vipimo nitakavyovitumia siku ya leo ni vipimo viwili, vipimo vya tumbo na vipimo vya urefu. Yes. So, nitakunja kitambaa changu kama hivyo. Kwa mfano hapo mtoto huyu ana urefu wa inchi 35. Yes. So, mimi nitaongeza inchi moja tu ya kushonea. Kwa hiyo hapo nitakuwa tuna inchi moja tu ya kushonea. Kama unavyoona hapo. Yes. Sawa. Baada ya hapo nitakiweka mezani. Nimeshakunja sawa. Nitakiweka mezani sasa nianze kujiangalia, je, niko sawa? Nilivyokunja nimezidisha sana kitambaa, maana nisije nikatumia kitambaa vibaya au vipi? Kwa hiyo nitakunja kama hivi unavyoona, afu nitaanza kujiangalia kama niko sawa, ili kama vipi nipunguze kitambaa au niongeze. So baada ya hapo nitachukua kalamu yangu, nitachukua chaki yangu. Baada ya hapo nitaangalia kipimo cha mtoto. Kipimo cha mtoto kinasemaje hapa? Hapa ninaambiwa tumbo ni 24. Yes. So nitachukua 24. Nitachukua 24 nitaigawanya kwa 6. Nitachukua 24 nitaigawanya kwa 4, nitapata inchi 6. Yes, baada ya kupata inchi 6 nitakuja hapa kwenye hii yengo hapa. So unaona mahali ninapoanzia, naanzia hapa hivi kwenye hii yengo. So unaona ninaanzia kwenye hii yengo. Nimekunja eneo lote hili. Nimerudi nikakunja lote hili. Nimerudi nikakunja upande huu wa huku kama unavyoona. Kama kamera inavyokuonyesha. Yes. Yeah. So ninakuja kipande hiki cha huku ambacho kimefungwa. Ndio nitakapoanza kuingizia vipimo vyangu. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaanza kwanza kuitafuta inchi 6 kwa sababu utatafuta kwa mapana, maana unatafutia kwenye huu mzunguko. Inchi zako 6 unatafutia kwenye huu mzunguko. Kwa hiyo mimi nitapima kwanza inchi 4. Nione je, nitapata inchi 6 hapo kwenye huu mzunguko. Yes, ni kweli hizi inchi 4 zimenipa inchi 6, lakini zimenipa 6.5. So nitakachokifanya ili niweze kurudi kabisa kwenye kile kipimo halisi, nitakuja nitapunguza, nitaenda 3.3. Yes, nitapunguza kidogo tu, nitaingia 3.3. Hii ni ili mradi tu nikutane na mzunguko wa tumbo. Yes, 3.3 hiyo hapo naendelea kuipima kama unavyoona. Kama unavyoona hapo, naingiza ni 3.3. So naipima nijue kama je, hii itanipa mzunguko wa inchi 6. Ya, hii imenipa mzunguko wa inchi 6. So nitakachokifanya, nitakuja kwenye vipimo vyangu, nitaangalia hafu ya mtoto. Hafu ya mtoto ni inchi 11.5. Nitatoa inchi 11.5 juu, hizi hapa nazitoa. So nitaanza kutafuta urefu wake. Urefu kumbuka nimesema nataka inchi 36. Yes. So nitanyosha kitambaa vizuri. Nitanyosha kitambaa changu vizuri, na huku pia nitahakikisha je, kweli na inchi 36. Nitakuja huku nitatoa inchi 11.5. Nitaanza hapa 36 yangu hii hapa ninayo. Kwa hiyo nitakuja nitaanza kumark ili eneo. Nitamark kwa kuanzia hapa kama
kama unavyoona. Nitakuja tena hapa nitaweka hiyo inchi 11.5, nitamark tena hili eneo tena, sababu ni mzunguko, kwa hiyo lazima uende na round. Nitamark tu vizuri kama unavyoona hapo na mark. Baada ya hapo tena nitamark na hapa kama unavyoona. Yes. Nitamark tena hapo kama unavyoona. Umeona Yes, nitakuja tena nitamark hili eneo tena hapo kama ambavyo unaona hapo. Unahakikisha kwamba hujavuka ile half ile, ili vipimo visije vikakudanganya baadaye. Yes, nitaendelea kwenda hivyo hivyo nikimark. So unaona hapa ninaweka tape measure hapo, mzunguko wangu huu hapo wa 10.5, half yangu ni 11.5. Nakuja kuendelea kutafuta urefu huku. Hapa hivi ninaishia inchi 36. Sababu vitambaa vinateleza hivi, kuna muda inabidi usaidie na vitu kama hivi, simu au nini. Kwa hiyo mimi naweka hapo hivi inchi 11.5, naingiza inchi 36 hizo hapo. Nakuja tena hapo 11.5, inchi 36 hizi hapa. So kama unavyoona nimemark mzunguko wangu huu huku. Yes, umeanza huku, umerudi mpaka umefika hapo kama ambavyo unaweza ukaona. Baada ya hapo nitazikutanisha hizi dots hizi. Unaona kitu ninachokifanya? Nakutanisha dots. Umeona nilichokifanya? Nimekutanisha dots. Yes. Basi baada ya hapo nitakata, maana kila kitu kiko sawa kwenye mzunguko. Kwenye mzunguko pako sawa, na huku kwingine kila kitu kiko sawa. So nitakachokifanya ni kukata tu moja kwa moja. Nakuja hapa nakata hili eneo kama unavyoona. Na hakiki tena, je, kweli ninazo hizo inchi 24? Ni kweli ninazo. Baada ya hapo nitarudi upande wa chini, nitaendelea kukata. Kwa hiyo nitakata kama hivi unavyoona. Unaona ninavyokata Umeona ninavyokata naendelea kukata kama unavyoona. Yes. Umeona nilichokifanya Baada ya hapo unaiona hii ndo sketi yenyewe sasa, kama unavyoona. Hichi ndo kipande cha chini cha sketi ya solo kwa ajili ya mtoto. Wewe mwenyewe unakiona kabisa kiko katika mzunguko mkubwa kama unavyoweza kuona hilo eneo. Yes. Kama hivi unaiona. Unaweza ukaona pia huku. Yes. Na pia nikikunyanyulia unaweza ukaiona kwamba ipo katika